Utengenezaji wa sabuni za kuogea. Unaweza ukaweka rangi mbalimbali kama pinki, njano pamoja na nyeupe kwa ajili ya kuleta ladha zaidi kwa wale watumiaji wako. Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji, naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lordness Enterprises. Lakini pia nimeweza kukuandalia vitabu vya ujasiriamali ambavyo vinaweza kusaidia tena wewe kama unapenda kujifunza ujasiriamali. Karibu sana. Kuna kitabu nimeandika kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Kuna kitabu nimeandika kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Hivi vyote kwa ujumla ni vitabu ambavyo nimeandika katika mpangilio mzuri kwa mtu yeyote yule ambaye anapenda kujifunza. Lakini pia unaweza ukajiunga na madarasa yetu kupitia WhatsApp namba 0783500971. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Nitakupa maelekezo mengine zaidi ili uweze kuelewa zaidi. Lakini katika video ya siku ya leo nataka kuna siri ambayo unapaswa kujua wewe ambao unataka kuwa mjasiriamali wa kuzalisha sabuni hizi za vipande. Jambo la kwanza, unapaswa kuwa na kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Unapaswa kuwa na kemikali inayoitwa caustic soda. Unapaswa kuwa na mafuta ya mise au mafuta ya mbosa. Unapaswa kuwa na soap mold kwa ajili ya kugandishia sabuni zako. Unapaswa kuwa na container kwa ajili ya kumimina mafuta yako au kukoroga mkorogo wako pale na kupashia jikoni. Unapaswa kuwa na chujio kama hilo kwa ajili ya kuchuja mafuta yako ili takataka zisiingie katika sehemu ya sabuni. Unapaswa kuwa na vifaa kinga kama vinavyoonekana, gloves pamoja na maski, ili kitokea changamoto basi usiweze kudhurika kirahisi na kiwepesi. Kwa msikilizaji, hayo ni mambo ambayo unapaswa kuyazingatia. Jambo lingine ambalo la muhimu na nyeti zaidi ni suala la vipimo. Sabuni ya vipande, sabuni ya magadi, sabuni ya mchi au sabuni ya kuogea pamoja na sabuni tiba ni sabuni ambayo inatengenezwa kwa stadi na hisabati. Narudia tena. Sabuni hizi hutengenezwa kwa stadi pamoja na hisabati, nikiwa namaanisha kwamba hesabu. Mfano, nina mafuta kiasi gani? Idadi ya mafuta lazima inipe idadi ya kiwango cha caustic solution ambacho kinatumika katika hicho kiwango cha mafuta. Hatukadirii. Kwa hiyo ni formula ambayo lazima tuifanye, tuichanganue na tupate vipimo vyake. Lakini pia hiyo caustic, kumbuka kwamba na yenyewe lazima iwe imekwisha kupimwa kwa kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Mbali na hivyo, lazima hii caustic iwe imekorogwa siku moja kabla ya siku ya uzalishaji wa bidhaa husika. Lakini pia kuna uwiano kati ya mafuta unayotumia, caustic kama nilivyosema, perfume, kuna glycerin pia tunapenda kuadi, kuna sodium silicate. Kwa kila kimoja kinatumia hesabu katika kutengeneza. Hakuna makadirio. Kitu ambacho tunakadiria ni rangi peke yake. Kama tunataka matokeo mazuri kwa upande wa rangi, basi tunaongeza iwe nyingi zaidi, lakini kama tunataka rangi ififie, basi tunaweka kwa mbali zaidi. Kwa hiyo rangi haina kipimo maalum. Lakini ingredients au viambata vyote vinakuwa vina vipimo maalum ambavyo vitakusaidia wewe kutoa bidhaa nzuri ambayo itafanya vizuri sokoni kwa wateja wako, ili uweze kupata soko kubwa zaidi ambalo litakusaidia wewe pia kwenda viral na kuwafikia watumiaji wengi na kuongeza kipato chako, pamoja na mambo mengine yakaenda katika hali chanya. Sasa hapa tunaweka ni sodium carbonate. Watu wengi wanakuambia kwamba sabuni haina faida, lakini kuna vitu unaweza kaongeza ili upate matokeo mazuri zaidi, kama vile sodium carbonate. Wengine hutumia soda ash, lakini nzuri zaidi ni sodium carbonate kwa sababu inakupa matokeo mazuri zaidi na matokeo ya wazi. Lakini pia unataka sabuni yako ing'ae, iwe nyeupe zaidi, unatia rangi. Kuna rangi za aina mbalimbali, lakini rangi hizi ni tofauti na rangi za liquid. Ikiwa utaweka rangi ya liquid katika sabuni, manake itakata sabuni yako. Kwa hapa tunaweka rangi za mafuta. Kwa hapa tumeweka nyeupe, na upande wa pili pia tunaweka rangi ya pinki kwa ajili ya kupata matokeo mazuri ya ladha ya sabuni zetu. Kwa hiyo pia kuna container lingine nilikuja kukoroga nyuma, nikaweka rangi ya njano. Nyingine nikaja kukoroga nikaweka rangi ya blue. Kwa vile unavyotegemeana na soko lako, au unaweza ukatengeneza bidhaa alafu ukatengeneza wateja wako wakatumia zile sabuni zako. Kwa hiyo karibuni sana kwenye ujasiriamali. Baada ya kukoroga, unaipeleka jikoni, unaipasha, sio lazima
ila ukipeleka jikoni inatoka soft zaidi, inatoka ngumu, haiishi haraka, inakuwa ngumu kama vile imetoka kwenye ploda ya mashine ya kutoa miche. Baada hapo tunamimina kwenye moldi, tunaacha masaa 12 mpaka masaa 18, tunakuja kutoa. Tukitoa tena tunazikatakata sabuni zetu kupata miche, tunapiga muhuri, nitaonyesha hizo video. Tunapiga muhuri, baada ya kupiga muhuri tunakata vipande vipande, baada ya vipande vipande tunafungasha, tunapeleka sokoni. Karibu sana kwenye maboksi kama zinavyoonekana. Kwa hiyo kama unapenda kujifunza ujasiriamali, karibu sana, ninakualika. Kama unapenda nakala ya vitabu pia, karibu, ninakualika. Sasa video ambayo inafuata itakuwa ni video ya ukataji kama inavyoonekana. Ni text WhatsApp kwa namba hizo.